Bwana, ni siku nyingine tena tuko katika kipindi chetu cha Mfahamu Kiundani au Mjue Zaidi. Na leo bwana, niko na ndugu yangu Nasolo. Unamjua Nasolo? Huyu hapa. Nasolo bwana, zamani alikuwa anajiita Dogo Cholo, lakini sasa hivi anajulikana kama Utaua Duke au DJ Duke. Kwa hiyo leo nataka kidogo atupe historia yake, imekuwaje kutoka kwenye Dogo Cholo mpaka kuja kwenye Duke. Umeona? Kwa asiyomjua Dogo Duke au DJ Duke ni DJ wa MCzo na wamedumu kwa muda mrefu sana. Bwana, mambo vipi? Kama kawaida. Kama kawa mzee. Ile. Muda mrefu sana. Kitambo kweli. Hauonekani. Tupo, unajua mishemishe. Mara mwisho nakumbuka tuliona na Longoni Beach, kuna show moja pale. Sikumbuki show gani, ila tuko Longoni Beach. Nishaikumbuka ile. Sawa. Sasa mimi na mashabiki zako. Sawa bwana. Wewe ni DJ mkubwa sana. Kitambo sana kwenye game. Imekuwaje mpaka kutoka kwenye DJ nani Dogo Cholo mpaka kuja kwenye DJ Duke? Umeona? Ilikuwaje? Na nataka unipe historia ya Dogo Cholo. Yaani nani alikupa hilo jina? Na ilikuwaje mpaka kalibadilisha? Dogo Cholo ilikuwa, unajua nilianza kwa DJ wa muziki ya vigodoro. Kwa hiyo unajua mtu akiwa anaitwa Nasolo anakuwa anamuita Cholo. Kwa hiyo watu wakaita Dogo Cholo, DJ Cholo, Dogo Cholo, DJ Cholo. Sasa baada ya siku kwenda wanangu tu wale mtaani, huyu Dogo Cholo bwana anapiga sana midundo. Unajua midundo zamani ile. Midundo huko anapiga midundo kama Duke, unajua midundo Duke. Sasa mimi nikashangaa watu wananiita, unajua vile. Kwa hiyo jina hilo mimi kitatu, unajua walinipa wanangu. Ina maana wanao mtaani ndo walikuwa wamekupa hilo Dogo Cholo. Kwa hiyo toka kipindi kwa kuniita hivyo, basi kila mtu ananiita hivyo, mwisho ndo likashangadi leo. Sawa. Sasa ilikuwaje likaswitch kutoka kwenye Dogo Cholo kuja kwenye DJ Duke? Sasa hapo baada ya kuja kwenye DJ Duke niliswitch kwa ajili baada Dogo Cholo tulikuwa tunapiga vigodoro, ila baada ya kuwa Duke hapo nilianza kujifunza ga producer. Kwa hiyo baada ya ile limemechi sana kwa ajili nyimbo nyingi sana nilikuwa na zile kodigi za wasanii wengi kipindi kile. Kwa hiyo Duke likawa limemechi faster kwa haraka sana. Na alokupa jina la Duke ni nani? Hiyo wanangu tu mtaani, sinajua. Wanangu tu mtaani. Kwa bwana huko kuanzia leo bwana tumuite akawa ndo wananiita hivyo kipindi hicho. Sawa, Duke yupi sasa? Duke wa Ulaya yule ambaye tunafahamu. Sababu mimi najua kuna producer pia anaitwa Duke ambaye yuko Marekani. Au wewe Duke gani ambao walikuwa wanakufananisha na wewe? Yes, Duke ya nyimbo hizo za hip hop. Sawa, sio mbaya. Lakini pia DJ Duke ni miongoni mwa DJ ambaye umesafiri sana. Umeenda nchi nyingi sana. Unaweza kutuambia ni nani ambaye alikuwa anakupa connection za kwenda hizo nchi zote? Hizo connection hizo zilitoka kwenye kampuni inaitwa Nyegenyege. Ndio tukaga connection hizo za kwenda kusafiri. Na ni changamoto gani ambazo ukisafiri huwa unakutana nazo sana? Changamoto zinakuwa nyingi, nyingi sana. Muda mwingine kwenye kusubiri ndege unaweza kushangaa unafika kiwanja cha ndege kile, afu ndege yako utashangaa inaweza kama masaa 4 mbele. Hapo kwenye kusubiri ndege hapo. Mimi bwana, kuna mtu nishe kukaa naye nikapiga naye story, anaitwa Siso. Ndio. So unamjua Siso? Siso mwanangu sana. Sasa bwana Siso mimi nishe kunipa story kwamba katika kuchelewa ndege, nyinyi mna historia kuacha na ndege na kukamatwa. Unaweza kaniambia ilikuwa nchi gani na ulikamatwa kwa nini? Ulikuwa wewe na MCzo. Mlikamatwa kwa nini? Mlikamatwa, hebu niambie mzee wangu. Kweli ile unajua tulikuwa tunaenda wapi? Ile tulikuwa tunaenda Ufaransa. Alafu kutoka Ufaransa tukapiga Poland na Finland. Sasa ilibidi tuanze kwanza kwenda Ufaransa. Ila tatizo ile visa tulianza kuchukulia ya Poland. Ila sasa sisi tutaka tuanze kwanza Ufaransa. Ila ilibidi tuanze kwanza kwenda Poland, afu ndo tungeenda Ufaransa. Ndio hivyo. Kwa hiyo tulipofika pale uwanja wa ndege pia tulichelewa. Hata ile ndege yetu tulikuwa tumechelewa pia. Na vile tuondoke nayo. Bado tungekuta ndege pale kidogo wangetuambia, wangetupa maelekezo, tunajua bwana hivi. Kwa hiyo hapa fanyeni hivi, inabidi kwanza mwanzo kupata hivi sawa, lakini ndege yetu tulichelewa. Kwa hiyo tulipochelewa ndege tukawa tumekaa tu sasa. Hatujui tufanye nini. Tunajua muda huo. Tumedua tu kutokana na pale airport kwenyewe, tunajua muda mwingine mawasiliano yanakuwa hafifu. Hapo kuna simu yangu mwenyewe ilishazima. Machana naye simu muda huo alikuwa hana, muda huo simu yake ilikuwa imezingua. Kwa hiyo ikawa shida kuwasiliana na mablaza. Kwa hiyo ikabidi tafute sehemu tukae tuweke chaji. Kwa ile kuzunguka sasa. Ndio tukakutana na maofisa wale. Vipi? Kuelezea pale hivi. Kwa hiyo akatuambia
Twendeni kwanza, kama tumepelekwa sehemu kwanza tukatulie tukaujiwe vizuri, unajua vile. Kwa pale vipi ndio tukawa tunaelekeza hivi ndio akatoa kusema basi hapo hamna shida. Tukasikiliza kwa tujala ujue tumetoka hapo asubuhi. Tumetoka pale asubuhi. Kwa hiyo kabidi tutoe msosi pale tunajua mikate nini maziwa ni fresh tu Maofu sana wakawapa. Mbona maofu sana no mali nini? Maofu sio kama labda eti wamesema ni yani kama tumehifadhiwa kwa watu tuulizwe vipi hivi afu tuchukuliwe maelekezo bwana hapa tunawasaidia hivi. Kocha kufanya cha kusaidiwa sasa. Tupate tiketi ambayo inaanza kuondoka Poland tena tuondoke nchi yetu husika. Tusiende tena Ufaransa. Kwa hiyo mimi naomba kujua kitu kimoja. Kipindi mnaongea na maofisa mpaka mwanapa misosi mnakula. Mlikuwa mnaongea kilugha gani? Hapo baba hapo wale maofisa wenyewe English wenyewe wengine waongee. Unajua pale Istanbul pale Uturuki hata wengine English hawajui. Kwa hiyo Mungu mwenyewe muda mwingine ndo wana ila wala matatizo je ya kutalisha. Sijua. Lugha gonga lakini hata mtu mwingine akiongea Kiingereza haelewi. Sijua ila kuna mwingine ndo kuna askari mmoja na hisi alikuja pale kidogo alielewa akatuelewa. Na hisi yule ndo alielekeza wenzake. Yule ndo alielewa Kiingereza kidogo Tulipomuelekeza basi si wasanii tuko tunaenda hivi nyegenyegi fulani kuna kupiga show fulani Kwa hiyo jamaa kidogo akatuelewa. Akatuambia basi mimi naacha kuwasaidia. Mpigieni bosi wenu, unajua call bosi wenu alafu muelekezeni kwa sisi sehemu fulani tupo hapa tiketi hivi zimemisi. Kwa hiyo ikabidi tumpigie blaza Muda huo simu yangu ilishawaka. Tukagawa pale namba za wifi zile unajua tukaonika unga pale nikamcheki blaza. Kweli baada kumtumia message tunaye kuna muda alikuwa yupo hewani. Ila alipoingia tu akaona message fast akanipigia. Ndio tukaongea naye akatumia tiketi ya mara kwanza. Simu kumbe tiketi ile ilichelewa. Tukafeli tena. Yaani tiketi imetuma hapo kusudi tukajaipata. Unajua vile baada ya kuingia tena mtandaoni tunaona tiketi ishatumwa. Ila muda wake ulibidi saa moja huo. Yaani saa moja ilibidi mtondoka. Alafu nyinyi tena mkachelewa tena. Mbona kama ulikuwa mna adhari yaani nakwambia yani sema ndio hivyo tu tunajua changamoto tu kweli. Kwa baada kama masaa tena ya pili tukatumia tena tiketi nyingine. Ya tiketi nyingine kwa hiyo ikabidi iwasogeze kidogo muda baada ya kutuma kama kwenye saa 4 asubuhi hivi. Sisi tunasafiri kama saa 6. Kwa hata pale ukajua kabisa hata baada ya kuiona kidogo muda utakuwa mbele kushinda ile mwanzo tuma muda ule tukatia muda ule yani. Sasa kipindi unatuma hizo tiketi kulikuwa kuna kosti zozote labda yani kama mmechelewa wanakata tena nalipia tena au inakuaje yani? Unaona kama hasara sasa tunajua ndege bwana ukichelewa inakuwa wewe sasa hapo unaambiwa kabisa pale unapigi ufike kabla lisali moja. Uwe pale uwanjani unajua unasubiria wewe yani sio ndege ndo kama basi unapigiwa simu wewe kaka tunakusubiria Kongoni. Chukua pikipiki ndege kwa kishatoka ndio wanaambiwa wai pale lisali moja kabla. Kwa hiyo tulipochelewa hivyo kabidi kato nyingine lakini mlifanikiwa. Tumefanikiwa mwenyewe nikasema hivi hapa kwa hiyo tukatoa tiketi tutarudisha tena mtaani au tuendelea safari yetu. Ila kumbe fresh tu unajua kwa kila kitu kilikuwa nacho sawa sahihi. Tutarudisha tena home. Sawa. Kaambiwa sawa endeni safari yenu. Kwa hiyo tukaondoka Poland tena Ufaransa tukaua Paris. Na mlifanikiwa mkapiga show. Tumeenda kule Poland basi Mungu akajalia. Sawa, haina shida. Mimi naomba kujua wewe ni DJ ambaye umedumu sana na MCzo. Umeona na MCzo ana asili ya ujeuri, yani kwamba anaonekana msanii fulani anavimba sana nini makogo mengi. Mnawezaje kufanya kazi? Na mlianzia wapi nyinyi bondi yenu mpaka sasa hivi bado mnayo na mnakimbiza? Nimeona albamu yenu mmetoa juzi kali sana, nyimbo kali sana na mtaani nakimbiza vibaya mno. Kweli. Bondi yenu ilianzia wapi? MCzo ilianzia kama alikuwa kama mdogo wangu tukitaa, unajua. Kutokana kipindi hicho nafanya mambo ya harakati za muziki nilikuwa sijaanza na MCzo, unajua. Kuna mwanangu hivi alikuwa anaitwa Dogo Dula hiyo kitambo kipindi hiko hata kina Dogo Niga yenyewe bado hajaanza kuimba. Unajua kuna dogo moja kwa Dogo Dula. Hamna miaka gani kwa kukisia tu 2000 na ngapi? Hiyo kama ngoja nikumbuke kama ni kwa 6 sio 7 ile. Hiyo kama 2012 hivi na hivi. 2012. Kweli kitambo sana 2012. Kwa hiyo ndio vigodoro. Mimi na mwanangu kidogo anachombeza usiku tukaenda pale na wanetu watupatagi wa DJ mweke udogo unajua vile unajua kipindi kile hamna kulipwa hamna nini kwenye makempo na wanetu watuombea time na mwanangu
Kwa hiyo tukiperform watu wanapenda na ulidogo. Kwa hiyo ndio hivyo ikaanza hivyo yani kidogo kidogo ndio kile Msizo nao kipindiko Msizo ana shake. Unajua kushake shake. Kumbe Msizo nale kwa kucheza kiduku. Bwana umesikia? Msizo alikuwa anacheza kiduku bwana. Sasa hivi msanii mkubwa. Unajua maisha ya kuanzia bwana huwezi kujua. Katika kujitafuta vijana. Kaja kujipata kwenye muziki. Kwenye muziki. Kwa hiyo kuna dogo mmoja hivi Msizo mshikaji wake anakaa naye kule kwao. Kabla zake anaitwa Dogo Kuchi huyo. Dogo Kuchi mimi ndo alikuwa mwanangu. Kwa yule Kuchi ndo akanidaga na mdogo wangu anaimba, si unajua afu anakukubali kila siku ananiambia bwana nataka unikutanishe na unipeleke kule kwa blaza, si unajua vile. Kwa hiyo mimi nikamwambia basi fresh haina noma. Yule Kuchi ndo siku ya kwanza sasa ndo anamleta sasa dogo, si unajua vile. Kwa hiyo tumekaa na Manyota, sinamjua Manyota. Manyota marehemu. Namjua marehemu Manyota. Marehemu sasa ndo alimpitisha Msizo pale studio. Ndio namjua marehemu. Ndio maana Manyota wangu na Msizo ndio maana watu wengi hawajui, lakini marehemu ndo aliombeaga Duke dogo anajua. Unajua pale tulikuwa ndo tumuita mimi nilikuwa na Manyota tukamwambia piga kidogo full style ndo akaanza kuimba. Studio kwangu hapo ndo niko na Manyota. Unajua Manyota kitambo niko naye huko. Ndio. Kwa moto dogo anajua huyu mwanangu tuishishi naye tu fresh. Ndo kisha kwanza. Baada ya kuanza na Msizo kipengele kikawa kwa mama yake sasa shule alikuwa. Maisha yanatokea. Mama yake alikuwa hataki kabisa maana ya mambo ya muziki. Kwa muziki huni kipindi kile singeli kila mama. Hapa ilipi pia. Kila mama anamwambia si muziki gani unafaida, hata mamangu mwenyewe pia kuna kipindi chenyewe vile vile unajua alishaniambiaga sana. Ila akaona mwanangu ndo anapenda mambo haya. Ngoja nimuache tu fresh. Ila ndo mamake akawa anakujaga bwana mwanangu mimi sitaki awe anakuja bwana huko shule haendi sinajua. Mimi nikabidi nimwambia Msizo bwana Msizo nikubako bwana hapa kaja hivi. Tunajua ile Msizo akae mwenyewe anaupenda ule muziki. Faza yake ila ndo akaonaga na faza yake. Ndio faza yake ilikuwa faza yake akaona dogo anaweza kweli kidogo baada ya FM sakuja zile. Ndio mama baada ya kuona muziki mnene baada ya mama kuona kumbe wanangu wanasemekana kwenye video. Baada ya kuona kwenye video simu zikaanza kuita. Mama sasa mama akaona kweli watoto wetu kumbe wana uwezekano wa kufanya muziki, ndo hapo sasa ikaanzia mpaka leo. Safi sana. Kwa hiyo tumetoka mbali sana, ndio maana watu wengine wanaweza sema Msizo nini lakini mimi haizi kutetea noma kutoka na mtu uwezo ukaona mazoea naye, kwa unaona yule kama hivi, lakini ukiona mazoea naye unajuana mbona fresh tu. Basi poa sana, hiyo imekaa poa sana. Bwana leo katika kipindi chetu tulikuwa na mwanetu Duke Dogo Cholo. Umeona ni DJ mkongwe sana, amepiga nyimbo nyingi sana. Kwa watu wanaofuatilia muziki wa singeli wa zamani watakuwa wanamjua Dogo Cholo. Mimi bwana alikuwa ni shabiki yake. Nakumbuka enzi hizo na kama na Nyamala nilikuwa napenda tu ile intro yako. Utaua Duke. Utaua Duke. Yaani nikaikipima kokote hata nikasimama hivi nikaisikiliza. Na nilikuwa na enjoy tu. Bwana kipindi kile tulianzaga kwenye muziki ya Bakola. Hapo uje muziki wa Bakola huu niliuleta mimi huu. Muziki wa Bakola. Wewe ndio mwanzilishi. Mchaka kupiga sample. Maana kipindi kile tulikuwa tunapigaga nyimbo tu ile na lupu basi hamna chochote, unabinya bezi unaachia kwenye fuelo kwenye visho DJ ile unabinya bezi na kuachia, ile mambo ya kupiga sample kwa chini ile kwa mimi ndo nikaja kuanzishaga ule muziki ndo mpaka leo watu wanapiga sample wote yani. Kwa hiyo mwenyewe nakuaga muda mwingine nasikiaga burudani sana kuona kama vile vijana wote wanatumia sample muziki nilianzishaga mimi wa kupiga sample hadi leo umekuwa. Kwa hiyo hata mwenyewe nakuwa safi. Umetisha sana mwanangu Duke, mimi ni shabiki yako mkubwa. Wewe mwenyewe unaelewa. Yaani ukiwa unagonga hivi mimi mwenyewe na enjoy yani unafanya. Umeona? Bwana tulikuwa na Duke leo katika interview yetu. Umeona? Tumemsikiliza. Next time ndugu zangu, usisahau kufollow, kulike, kushare. Ciao.